الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى على نعمته الظاهرة والباطنة ونشكره إذ جعلنا خير أمة أخرجت للناس ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد أوصيكم بعباد الله ونفسي بتقوى الله. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye mimi na wewe ametujalia mpaka dakika hii tuko hai, tuko wazima na afya, na Mwenyezi Mungu akatupa imani ya kuacha mambo yote tukaja kumtikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wenzetu walitaka thamani hii wawe nayo na neema hii wawe nayo, lakini wangapi wako hospitalini wanaumwa, wengine hali mbaya kabisa. Wangapi ambao dakika hii ndio wale malaika 40 washawaikia, na wajulikane kama malaika wanateremka kwa wema au kwa shari. Ikiwa kwa wema bila mfawazia, lakini ikiwa kwa shari basi ndio ushapoteza, maana haitopezei tena. Manake hao wako katika sakaratul maut, malaika washakuja kumpa habari, anasubiriwa Israeli aje kutoa roho yao. Lakini kuna wengine sahihi yameshafunikwa mashuka meupe yake, wanasubiriwa na asili wakazikwe katika makaburi yao na malale yao milele. Lakini kuna wengine sema ni barabarani, wengine wameshapata maajali mbalimbali, lakini alhamdulillah mimi na wewe tuko wazima salama, basi tunabudi tumshukuru Mwenyezi Mungu na tuseme alhamdulillah. Ndugu zangu Waislamu, na vilevile kumtakia sifa za kheri Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio wengi tumejua Qur'an, tumejua sheria ya Uislamu, na tumejua Mwenyezi Mungu anataka nini. Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumejua kwamba tumeletwa kwa nini duniani, tujitufanye hivi ili na sisi atakapokuja Israeli tuwe salama, na ili siku ya kiyama tuwe miongoni mwa wale fadkhulii ibadi wa dkhulii jannati. Kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumejua haya. Ndugu Islam, hutuba ya leo tutazungumzia hadithi iliyosimuliwa na An-Nu'man bin Bashir. Ndani yake yameelezewa mambo makubwa sana na mambo muhimu sana. Kama tutasikiliza kwa makini hadithi hii,
na tukajua vizuri tukizingatia, basi katika maisha yetu haya duniani na haya maisha yetu ya hapa duniani, basi tutaishi kwa vizuri, na siku ya Kiyama tutafufuliwa tukiwa salama salimini. Kwa hiyo kutumetu ya leo tutazungumzia maneno haya yanasimulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, na yeye ameyazungumzia kayapata wapi? Kayapata kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akizungumza, wama yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha. Ndugu Waislamu, kwa muda mchache kabisa tutazungumzia hadithi hii, nisikilize kwa makini inshallah, na inshallah Mwenyezi Mungu anipe taufiki mimi nielezee vizuri na nyinyi msikilize kwa vizuri, ili tupate matunda yake maneno haya. Sasa inshallah. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى في الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرعي يرى حول الحمى يوشك أن يركع فيه، ألا وإن لكل مالك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. متفق عليه. عن نعمان بن بشير kutoka kwa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, radhi za Mwenyezi Mungu zimshikie yake, qala, amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia Mtume Mwenyezi Mungu akisema, inna al-halala bayyinun, hakika ya halali imebainishwa, wa inna al-harama bayyinun, na hakika ya halali imebainishwa. Kama vile tulivyosema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuleta katika ulimwengu huu, basi hakutuacha hivi hivi tuishi tunapotaka sisi. Mwenyezi Mungu alituletea katalogi, kama vile unapoletewa gari kutoka China na Thailand na Dubai, basi ile gari mpya utakuta ndani yake mna kitabu mle, mna katalogi ya kukufahamisha namna gani utaendesha ile gari na utaitumia vipi, utaiwasha vipi, na ukenda ukihalifu ule mwongozo unaandikiwa na wale waliokuletea gari, basi wewe gari yako wewe utaishika mwenyewe, na hasara utakula wewe, kwa sababu ukufuata yale masharti na yale maelekezo yaliyotolewa na ile katalogi ya kuletea ile gari na TV na mambo mengine ndio hivyo. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuleta hapa duniani hakutuacha hivi hivi tu, akatuletea katalogi yetu. Na katalogi yetu ni nini? Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Tumeletewa Qur'an, tilka al-Qur'an, tilka al-kitabu, hiki ni kitabu la raiba fihi, hakina shaka ndani yake, hudan, ni uongofu, lilmuttaqin, kwa wale wenye akili barabara, ya muttaqin. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea Qur'an. Ukitaka kujua halali na haram, isome Qur'an. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu ametuletea katalogi, bali ametuletea na mwalimu wa kutufundisha vipi tutumie katalogi ile ya Qur'an, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu katika sura Al-Ahzab anasemaje?
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Umati wangu, waja wangu, nimekuleteni kigezo chema, kigezo kizuri, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume Muhammad alhamdulillah kutufundisha mpaka amemaliza kutufundisha Qur'an, alafu ndo akaenda zake akhera. Kwa hiyo tunaposema innal halala bayyinun, hakika ya halali imebainishwa, wa innal harama bayyinun, na hakika ya haramu imebainishwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshatufundisha haramu tunafanya vipi, tunaikimbia vipi, tunajiacha vipi katika haramu, na halali tunaifanya vipi, tunainini vipi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshatufundisha. Lakini sisi wewe mwenyewe tu binadamu kujikumbaza ukataka kutaki kuyajua maneno mambo aliyokuletea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana katika aya za mwanzo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatuambia katika suratul Alaq, asemaje? Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Usome na ili usome umfuate mtu anakuzidi, anajua ile mambo, akusomeshe. Mashekhe wako, walimu wako, madrasa zipo. Ndio mtihani darasa zimekuwa za msikitini, watu watakusoma. Utajuaje? Katalogu tumeletewa hiyo, ufuate. Kama hujui utaenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Hata watoto wetu katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na katika kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunasarau sisi wazee. Au tunasema ni wazee, tunasarau sisi wenyewe wazee, hata darasani kusoma kujua katalogi yetu, lakini wale watoto hatuwafanyi hima, hatuwafanyi mambo mazuri ya kupenda kule katika madrasa, katika kutafuta ile ambayo ni wajibu juu yao kujua kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo katika watu dhalimu ni walimu wa madrasa, au unasemaje wewe? Katika watu dhalimu leo ni walimu wa madrasa. Mwalimu akionekana akina spiriti chake kibovu kile na kanzu yake anatia kiraka, bado ni mwalimu mzuri, lakini akionekana na ngara akona kiona hivyo, tunamwambia huyo mwalimu anatupiga bwana. Hiyo shilingi 200 kwa mwezi, shilingi 5,000, 10,000 ndio kuleta chuoni. Subhanallah, subhanallah. Hakuna salama tunapopenda kama sisi wenyewe tutakuwa na elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi na vizazi wetu na watoto wetu. Leo mwalimu anamsomesha mtoto mpaka na khitimu au mpaka anafikia hizo safari katika dhambi ambayo tunafanya bila kujua. Watu na katika mtu akifa anazungumza madeni ya pesa, mtu anayefanya muamala na huyu na huyu amlipi afanye hivi, lakini watu wanasahau walimu wa madrasa wanadai sana. Tena wala hasemi kila wanakwambia inshallah Allah atalipa kheri. Wewe mzee siku ya kiyama unamlipa walimu wa madrasa. Leo tukipiga tasmini hakuna mtu atadai na mwalimu wa madrasa. Hizo basi ndio 5,000 za mwezi. Wengi tunadaiwa. Lakini vile vile mtoto wako kashajua kusoma kidogo, wewe unataka kumhamisha katika ile madrasa, unampeleka madrasa nyingine unaipenda wewe kwa sababu ulishawishiwa na jirani yako, au umeona tu madrasa ile pale ulizoka huko, tena kuna madrasa nyingine na uwezo, wewe unamtoa unampeleka madrasa nyingine, na yule mwalimu yule kuna mtu anampokea kwa sababu ya kujua, anampokea yule mwanafunzi. Huyu mwalimu unamaliza naye, umemalizana naye ile ilmu nafia inarithishwa. Ile mwalimu anaradhi kwa wanafunzi wake, akisema leo nitatolewa mzazi wake pia hata hakija kuniambia wala hakija kuniambia ruhusa, yule afanikiwe yule mpaka rudi kwa yule mwalimu. Mwalimu wewe umesomesha na ya ilmu bana, sio mwalimu mmoja elimu wengi. Kwa hivyo naomba leo nimtoe chuo hichi, lakini nampeleka kwa mwalimu mwenzako, mwalimu wala anataka
atakwambia nipe 50 yangu, nipe 100,000 yangu, itoe, malizana naye. Na kuna madeni, malizana naye kabisa. Mtoto wako mpeleke kile chuo unachotaka kwa salama na amani. Hapo mtoto wako umemtengezea msingi mzuri, atapata ilmu nafi. Leo watoto wangapi wamesoma dini kweli kweli, wanaijua Qur'an, wamehifadhi, lakini wahuni kama wao mbona watu wamehifadhi Qur'an, lakini yale yote wanakataza Mungu anafanya. Wanaobillahi, Mwenyezi Mungu aturusuru na vijana wetu, ni kwa sababu hajapata ilmu nafi'a. Kwa hiyo ikra bismi rabbika, tusomeni ndugu Waislamu. Tukisoma tutajua Mwenyezi Mungu anataka nini, na ile katalogi yetu ya duniani tumeletewa kwa mantiki gani. Inna al-halala bayyin, hakika ya halali imebainishwa. Wa inna al-harama bayyin, na hakika ya haramu imebainishwa. Wa bainahuma, na katika hayo mambo mawili, baina halali na haramu, umuru mushtabihat, kuna mambo yenye kutatanisha ndugu Islam. Faman ittaka fi shubhat, na mwenye kuyawacha hayo mambo yenye kutatanisha, fakad istabraa lidinihi wa ardhihi, huyo ametukuza dini yake na cheo chake. Faman waqa fi shubhat, na mwenye kuyafuata hayo mambo yenye kutatanisha, waqa fi haram, huyo ameingia katika haramu. Ndugu Islam, katika halali na haramu kuna mambo ya kututanisha. Kila mtu na uelewa wake katika dini, na kila mtu na ufahamu wake katika dini. Yawezekana wewe katika baina halali na haramu kuna jambo linakutatanisha, hili sijui itakuwa sawa, hili siyo sawa, hili sijui itakuwa hivi. Basi kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa jambo la haramu liwache kwanza, mtafute mtu mwenye kufahamisha kwamba hili ni haramu, ndio uliwache. Usije ukafanya ukasema mimi kwa sijui, mimi nimezini kwa sababu sijui, mimi nimekunywa ulevi kwa sababu sijui, mimi sijui nilifanya hivi kwa sababu sijui. Hakuna kitu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana tunaambiwa ikra, tusome. Leo kuna watu ukafahamisha na kwamba mimi nilikuwa sijui, nilikuwa nafanya lakini nilikuwa sijui. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna hicho. Unatakiwa usome, na wakati wa kusoma unafuta pumzi. Mwisho wa kusoma ni pale atakapokuja Israeli kutoa roho yako, apale ndio unaanza kusoma. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka pale siku 81 kuingia zake kaburini, bado alikuwa anachukua risala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa walimu wake Jibril bado alikuwa anasoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe muda mwingi tunapoteza katika kutafuta riziki. Yaani duniani Bwana Mwenyezi Mungu katuleta kwa mambo mawili tu. Hapa duniani Mwenyezi Mungu ametuleta kwa mambo haya mawili tu. Mambo mengine Mwenyezi Mungu atakwambia ukifanya hapa hili vizuri, basi mimi nitakuruzukuni. Kama vile nitakuruzuku naye ndege, ninakutengi. Kama nitakuruzuku ndege ya shamba. Ndege anafanya kazi gani kubwa? Anatoka, anarudi, na watoto wake wanakula, na kunguru wote ndege wanakula tu. Mwenyezi Mungu anawaruzuku. Kuna mambo mawili tumeletewa. La kwanza tumeletewa kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, Mwenyezi Mungu anasema sikuumba majini na watu isipokuwa kufanya kuniabudu. Kwanza ni kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kufanya yale anayoamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile ndio kitu cha msingi. Na jambo la pili, tumeleta tukufeli, tumetuane, tulete walimwengu. Basi hiyo ndio kazi kubwa anayotuletea Allah subhanahu. Lakini mambo mengine yote tunapitia shughuli haya. Mwenyezi Mungu asema ukiyatimiza haya vizuri, ukimwabudu Mwenyezi Mungu vizuri, yeye kuamrisha unafanya vizuri, na umeoa vizuri, na umefuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengine Mwenyezi Mungu atakuruzuku tu. Tena la yahtasib illa ajwa. Kwa hiyo wa bainahuma umuru mushtabihat, na katika haya mawili kuna mambo yenye kutatanisha. Faman ittaqa fi shubhat fakad istabra lidinihi wa ardhihi, wa man waqa fi shubhat, na mwenye kuyawacha haya mambo yenye kutatanisha, basi
wakaa fil haram, huyo ameingia katika haramu. Ndugu Waislamu, leo kuna watu wanaofanya dini ya Mwenyezi Mungu kama mazoea, na kuna watu sasa hivi wanaingia katika madhehebu fulani, wanaona watu fulani wanafanya, anafuata kimshabiki, kwa sababu katika ulimwengu kuna madhehebu mengi, kuna madhehebu mengi kuna Sunna Jamaa, kuna Ibadhi, kuna madhehebu mengi, na hapa Zanzibar kuna mengine yanaongezeka, kuna Ansar Sunna, na kuna nani sasa hivi wengine Salafi, lakini wote la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa wewe ukitaka kufuata vipi? Kwanza soma. Kwanza nini? Soma. Ujue huku nakwenda ndio sahihi au huku ndio sahihi. Je, hili ndio nafanya hili vipi? Ukiona na shubha unielewe, kakae kwa walimu, nenda kwa mashaikh wakusomeshe kwanza. Usifuate kwa sababu baba yangu yule yuko katika grupu lile na mimi ndio nafuata huko, kwa sababu yule rafiki yangu popote. Usifate mambo kwa ushabiki, fuata jambo kwa ilmu. Ukifuata jambo kwa ilmu, kwa kulijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka nini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anataka nini, basi mtakuwa mfeli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yetu anatoa mfano, anasema kadrai yara haula al-hima yushiku an yarka fi. Kadrai kama vile mchunga, yara haula al-hima ana wasiwasi wa kuchupa mpaka mwingine. Kwa mfano mchungaji mbuzi au ng'ombe, ana ng'ombe wake wengi, anataka kwenda kuchunga hivi, lakini ana wasiwasi kuingia katika shamba la mtu mwingine, asije kwenda kula miogo kule na mtu mwingine na mboga za watu. Kwa hivyo anajitahidi wale mbuzi wale hapa yara haula al-hima yushiku an yarka fi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ala wa inna himallahu maharimu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu vile vile na mpaka wake, kama vile mchungaji anachelea kuingia katika mpaka mwingine, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mpaka yake. Lakini mpaka Mwenyezi Mungu ni kuyawacha yale yote aliyoyaharamisha. Yani automatically ukiacha yote aliyoharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe tayari umechupa mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila nchi ina mpaka wake. Nchi yetu ya Zanzibar ina mipaka yake, na Tanganyika ina mipaka yake, hata Kenya na nchi nyingine zote zina mipaka yake, na kila mipaka inalindwa na majeshi, kwamba asitokeze nchi nyingine akaja akachukua mipaka ya mtu mwingine akafanya na tena, kuna windo kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu ana mipaka yake. Tena Mwenyezi Mungu anasema walillahi junubu samawati wal ardh wa kana Allahu alima hakima. Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbinguni na ardhini, hatari kubwa sana. Sasa tujitahidi sana kuchupa mipaka ya Mwenyezi Mungu, kama vile tunapokuwa na wasiwasi, mtu akijenga nyumba yake ana wasiwasi ukuta asiingie kwa jirani yake, ana wasiwasi asifanye hivi akamkera mwenzake. Hiyo ndio mipaka. Lakini kwa Mwenyezi Mungu ukiacha yale yote aliyoharamisha, basi wewe tayari uko salama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapo ndio kwenye mtihani. Kwa hiyo watu yale yote aliyoharamisha Mwenyezi Mungu, leo watu wanachukua mipaka ya Mwenyezi Mungu wanazidi. Tena kwa kawaida tu, alafu hiyo sana. Vijana wanazidi kweli, wanakunywa pombe kweli. Watu tunakuta kutengeneza mipaka nzuri, lakini madanguro anakodisha watu wanafanya fusta tu. Tena wanaona si nyumba yangu, bwana wanafanya mpakoni shughulisha. Bado utakusulika. Ukichukua mipaka wewe utakuwa ndio kutengeneza nyumba, alafu watu wanafanya haramu ndani. وإن في الجسد مضغة tunaendelea, وإن في الجسد مضغة, na katika miili yetu kuna pande la nyama, idha salahat, ile pande la nyama likitegemea, salaha jasad kullu, basi likitegemea kiwili kizima.
wa idha fasada, na ile pande la nyama likifisidika, na ile pande la nyama likifisidika, anasema mutlakan idha salahat salah jasad fasada kullu wa idha fasada jasad kullu, basi na kweli kizima kitakuwa kimechafuka. Ndugu Islam, hapo ndio mtihani mwingine katika ulimwengu jamani. Tuna pale la nyama pale la leo hii tunasema waje kalbu na moyo ukisafika, basi binadamu sote utasema mashaallah, huyu mtoto wa ndani huyu mashaallah, mtoto mzuri sana, kwa sababu kalelewa na kafundishwa misingi, ule wake usafika, anaswali swala tano, anawaheshimu wazee wake na wazee wenzake. Ikifika kipimo unakuta mwenyewe anataka chuoni, kumwambia, na wakati mwingine anapeleka skuli, kwa sababu pale la nyama limejenga, limelelewa, liko safi. Na huku leo kwa watu wazima kabisa, wazee wengine wakubwa, utashangaa anafanya mambo ya watoto wadogo, mara anamtongoza binti huyu, ni kwa sababu pale la nyama limefisidika. Kufisidika pale la nyama ni mafunzo shetani amenikamata wewe, kama kama mtu anakuwa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe bila kutengeneza mambo ya kupeleka katika rehema za Allah, unaona kupeleka mambo kuna hamisha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndugu Islam, muhimu kubwa sana kujua mambo yalikuwa halali na haramu. Tusome mtu kusoma utajua jambo la halali na liwacha, na ile haramu na liwacha. Na ukiona jambo limekutanisha, usije ukakufuru Mwenyezi Mungu, rudi kwa mtu anayejua akufundishe kwanza, halafu ndio ufanye. Mwenyezi Mungu atuthibitishe inshallah. Haya tunazungumza hivi katika mioyo yetu na tuangaliane inshallah. Mwenyezi Mungu atupeleke salama hapa duniani na kesho akhera tukae salama vile. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وكان عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. متفق عليه. الاسلام na kusiri kama inavyoshauriana na mshabu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuangalia kumtayarisha leo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kullu ummati yadkhuluna aljanna, ummati wangu wote wataingia peponi illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa mwenyewe kuingia peponi. Qalu masahaba wakashangana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ya'ba ya Rasulullah, ni nani atakayekataa kuingia peponi ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Mtume akasema man at'ani dakhala aljanna, atakayenitii na kunifuata mimi mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataingia peponi.
ومن عصاني فقد أبى. نتكيعصي Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani atakayeasi mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, atakuwa amekataa mwenye kuingia peponi. Kwa hiyo hasara kubwa duniani siku ya Kiyama, watu wanafufuliwa, wanakwenda kwa Mola wao, wengine wameridhiwa na wameingizwa peponi. Wewe kwa sababu kufuata yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na yale aliyoelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamwafaka aba. Mtume anakukataa na ukikataliwa na Mtume Muhammad siku hiyo, maana wewe unaingia kwa motoni. Na Mwenyezi Mungu na Mtume akikubali siku hiyo, maana utabali wewe kuingia ibada ya kuingia jannati. Mwenyezi Mungu akujalie sote miongoni watakoingia peponi, watokana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwasuku na Mtume Muhammad katika firdausi nuzula. Lakini yote haya hayapatikani isipokuwa tusomeni, tujue dini yetu, tujue sheria zetu, tujue mambo yetu, tujue Mwenyezi Mungu ni nani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani. Sisi ndio na vizazi wetu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri inshallah, na tufanikiwe inshallah. Inna Allaha كتبوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم نبيك الصديق تقي وعمر الله جنتي وعثمان بن غيزتي وعلي بن رجل وعن ستة الباقي. اللهم اصلح ولاة المسلمين خصوصا منهم رئيس الجماعة، ووفقهم للعدل وجنبهم الجهل والظلم والقصور والعصيان. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجد والحد والقحط والطعن والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين معك عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم الحجاج والعمال إلى بيتك الحرام والسائرين قبل نبيك محمد الرسول عليه الصلاة والسلام، وسائر المسافرين في جنبك بحرك وجنبك من المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.